Mpendo, habari za leo. Mimi nipende kukusalimu vyema kwamba unaendelea vizuri kupitia jina la Kristo Yesu, na amani ya Mungu iko pamoja na wewe. Leo kuna swali ambalo niliahidi kwamba nitalijibu. Swali linasema, je, ni halali kwa Mkristo kuvaa vito vya thamani? Je, ni halali kwa Mkristo kuvaa vito vya thamani? Ni kama swali linaweza kuwa linachekesha, lakini linaweza kuwa kama linakosa mantiki. Lakini kwa sababu ndani ya Ukristo kuna vitu vingi ambavyo vinaibuka kulingana na majira na nyakati, vinaibuka huku, vinaibuka kule na kule na kule. Si vyema tukawa tunavijibu kwa mapana na kwa mafafanuzi zaidi. Leo mimi nilisema nitajibu hili swali. Kitu cha kwanza kabla sijaendelea, ambacho natamani kwenye maisha yako kizingatie kuliko vyote, hata vyote nitakavyovizungumza, hata vyote ambavyo mwanadamu yeyote atazungumza, uzingatie kitu hiki kuliko vyote, ni kwamba Mungu anahitaji moyo wako kuliko vitu vyote. Yaani kuliko huduma yako ulionayo, kuliko taaluma yako ulionayo, kuliko utoaji unaotoa hata kama ungesaidia watu 10,000, kuliko kitu chochote, moyo wako Mungu anauhitaji, na ndio anaochunguza kwanza, kwa sababu moyo wako ukiwa salama, nje panakuwa salama. Ndio maana kwenye Samueli wa kwanza 16:7 yeye mwenyewe anasema, mimi siangalii kama wanadamu waangaliavyo. Yaani wale wanaokuangalia umevaaje, umetokaje, umekuwa kuaje, Mungu haangalii kama wao wanavyoangalia. Sijasema kwamba uvaaji hauwezi kuwa sababu kwamba inamata. Inamata sana kwetu sisi binadamu. Kwetu sisi binadamu inamata sana kukujaji kwenye judgmental za kibinadamu. Kwa Mungu sio first priority. Muonekano wa nje, vitu vya nje sio first priority. Kwa first priority ni moyo wa mtu. Mungu akae ndani ya ule moyo, ajae kwa wingi, muwe mafanzi, yani muwe mmeshibana kweli kweli, akuagize umuombe, akusikie umsikie. Ndio vitu vya msingi kabisa. Sasa niende kwenye mdahalo huu. Mdahalo muda mwingine naweza kuwa sometimes mimi wanacheka. Kuna watu wanasema kwenye hizi nyakati, watu wanasema kwamba mwanamke asivae hivi, mwanaume asivae hivi, huyu asiwe hivi, huyu asiwe hivi. Mimi siwezi kuwa nakataa kwamba wanaweza kuwa wako vibaya. Ni kweli wako vizuri, and inatakiwa iwe hivyo, kwa sababu ni lazima tunaweza kujajiana kwamba namjaji mtu fulani na yeye ananijaji mimi, tunarekebishana, tunakosoana. Ndivyo maisha yalivyo. Lakini kuna vitu kifika sometimes vinakuwa ni kama vinachekesha, kwa sababu kienda upentekoste fulani wao wanadiscuss hivi, kienda upentekoste fulani wanadiscuss hivi, kienda ukatoliki wanadiscuss hivi, kienda huku na kule wanadiscuss hivi. Kabla sijaendelea na mada, kuna vitu vya msingi sana vya kuzingatia kwenye kitu chochote kile cha uwe ni Mkristo, uwe ni Muislamu, uwe una dini, uwe hauna dini, uwe vyovyote vile. Kwenye vitu vifuatavyo, hakikisha umejilinda na uko salama. Kitu cha kwanza, hakikisha kama ni kuvaa, kama ni mali, kama ni kipawa, kama ni uongozi, kama ni kitu cha mamlaka chochote unakifanya, hicho kitu kisije kikawa kinafanyika kuwa ibada kuliko ibada halisi ya moyo wako na Mungu. Yaani ukawa unakiabudu hicho kitu. Kuna mtu akiwa na mamlaka anayaabudu hayo mamlaka kuliko anavyomwabudu Mungu. Anaona mamlaka ndo Mungu wake. Yaani ukigusa kwenye mamlaka anaweza kujigadi kwa namna yote. Anaweza kusimama akakufanya vyovyote. Sasa hakikisha wewe unajilinda. Yaani unajilinda kwa gharama yoyote ile. Kwa gharama yoyote ile. Kwamba kitu chochote, iwe ni nguo, iwe ni kiatu, iwe ni mapambo, iwe ni kupendeza kwa namna yote, uzuri wote Mungu amekuumbia, yani chochote kile ulichonacho, unajiona wewe ni bora kuliko watu wengine, ni tajiri sana, vyovyote vile unavyoona wewe, hakikisha hivyo vitu vyote vinavyokuzunguka au vitu vyote unavyofanya, kitu chochote kisifanyike kuwa ndio ibada yako kwa Mungu. Yaani kwamba mimi uzuri wangu ndo nauabudu, au mimi utajiri wangu ndo nauabudu, au mimi biashara yangu ndo naiabudu. Kitu chochote kile kisifanyike kuwa ni ibada.
Na hapo tutakapofika sasa kwenye kujadili mapambo, ndio tutajadili vizuri kwamba mtu anayekatazwa asijipambe namna fulani, asiwe namna fulani, ni mtu gani. Ingawa tunapokuwa tunajadili mapambo, tutayajadili kwenye kitu cha kithiolojia tunachokiita contextual theology. Tutajadili hapo sana, kwa sababu contextual ni kwamba siwezi kudiscuss kitu chochote bila kuhusisha jamii husika, kwa sababu religion alafu masuala ya kiroho na masuala ya kimungu yanatakiwa kwenda pamoja na jamii, kwamba jamii fulani inapokeaje kitu, jamii fulani inapokeaje kitu, inakataje kitu. Tukishaelewa hapo, tunaweza kwenda bila wasiwasi wowote, na tukawa tunamwamini Mungu na tukaenda mbinguni bila wasiwasi wowote. Kwa kitu chochote kile kisifanyike kuwa ibada. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 10:14 unaweza ukaona. Lakini kitu kingine, hakikisha kisiwe tanzi kubwa na kwazo kwa watu wengine, hususan kwenye eneo la kiibada au vile watu walivyokuchukulia kwenye taswira. Ukiangalia kwenye jamii zetu sisi, hususan bara la Afrika, unaona watu wanaiga tabia za Marekani, tabia za Asia, tabia za Ulaya na zinginezo. Kwa kwenye bara la Afrika zinakuwa non-acceptable, kwa sababu kwenye bara letu sisi hatukubaliani na hivyo vitu, na kwa sababu sio vitu vyetu vya kijamii kulingana na vile tunavyoishi kwenye jamii. Ukionekana kwenye namna fulani, lazima watu wakupinge, na watu wakikupinga, maana yake hata Mungu atashindwa kukutumia. Sasa make sure you modernize yourself to be acceptable in your society. Usiseme nabii sijui aheshimike nyumbani mwake. Usiseme hivyo, kwa sababu kuna vitu ambavyo wao kama jamii wanaogopa kuvifanya, kwa sababu wanavikaunti kama dhambi. Wewe ukivifanya, Mungu atashindwa kukutumia. Akikutumia kwenye ujumbe wa kuwapa wao, hawataupokea, kwa sababu uko kwenye appearance, uko kwenye namna ambayo wao kama jamii hawa-accept. Sasa make sure usijimodernize sana kuliko jamii ambayo inakuwa imekubeba au inakusikiliza au inakufuatilia, inajifunza kwako. Lakini kitu kingine, nafikiri kwenye hilo unaweza ukasoma kwenye Wakorintho wa kwanza 8:9, Warumi 14:13. Lakini usifanye kitu chochote kile kikurudishie wewe sifa badala ya kumpa Mungu sifa na utukufu. Kitu chochote kile kisiwe kinarudisha utukufu na sifa kwako, bali hizo sifa zimwendee Mungu. Make sure, kwa sababu ndio maana Mungu vitu vingi huwa hawezi kuvitenda kwa wanadamu, kwa sababu vinakuwa vileti utukufu kwake. Ndio maana unaweza ukaona watu wanaishi maisha magumu, unasema mbona fulani anaishi maisha magumu na Mungu, mbona fulani. Mungu anapima weledi wa mtu kurudisha utukufu kwake. Huyu mtu nikimpa amali na kila kitu, nikampendezesha, nikamfanyia kila kile, utukufu huo utanirudia mimi ama utukufu utakuwa unamwendea yeye? Kwa hiyo inakuwa ni something that challenges people. Hilo lazima ulijue. Kwa hiyo hakikisha kitu chochote kile, yani kuna vitu vingi watu wanajadili kwa mlengo wa kawaida. Hata hiyo kujadili kwa mlengo wa kawaida, tunatakiwa kujadili kwa mlengo wa kiroho, kwamba mimi kitu chochote ninachokifanya kinarudisha utukufu kwa Mungu na sifa kwa Mungu, kwamba Mungu hawezi kunilaumu kwa jambo fulani, Mungu hawezi kunihukumu kwa jambo fulani. Kama anaweza kunihukumu kwa jambo fulani, anaweza kunipiga kwa jambo fulani, maana yake hilo jambo natakiwa niliache mara moja. Kama gari langu linachukua nafasi ya sifa ya Mungu, nyumba yangu inachukua nafasi ya sifa ya Mungu, uzuri wangu unachukua sifa ya nafasi ya Mungu, yani najisifia mimi kuliko kumsifia Mungu. Unaniona mimi ndo mzuri kuliko wote bwana, mimi ndo mwenyewe bwana, mimi bwana, kinachukua sifa ya Mungu aliyekuumba. Maana yake hiyo inakuwa tayari, hiyo ndio changamoto ya msingi ambayo sisi tunatakiwa kuwa tunajadili vitu kama hivyo, lakini sio kujadili kwamba mtu akiwa hapana. Sasa swali linasema kwamba jewelries, sisi je, tunaweza kutumia vito vya thamani? Kuna mtu mmoja kwenye kupitia mjadala wake nilikuta anajadili, akawa ameitumia Mithali sura ya 11 aya 22, ambayo anasema ya kwamba kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Sasa huwezi kutumia huu mstari kujadili swali kama hili, kwamba mtu akivaa mapambo anaonekana kama nguruwe. Hapana. Huko ni kukosa maadili na uadilifu wa kimaandiko. Yani hapo unakosa uadilifu kabisa na maadili ya kimaandiko. Kwa sababu hili andiko linazungumzia kwamba mwanamke asiyekuwa na akili, yani anazungumzia yule ambaye hana akili. Sawa, ana uzuri wa uso lakini hana akili. Analinganishwa kama
pete kwenye pua ya nguruwe. Kwa nini nguruwe anawekewa pete kwenye anawekewa pete kwenye kwenye pua yake? Lengo asifanye uharibifu. Na je, swali la kawaida tu ambalo tunasema ni basic skills tunaweza kuulizana. Je, unaweza kuchukua unaweza kuchukua vito vya thamani ukamwekea nguruwe puani? Ukachukua gold ambayo ungeweza kuiuza ukapata milioni 5 ukamwekea nguruwe kwenye pua yake, ambaye nguruwe hawezi kufikia thamani hata ya 500,000? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Kwa hiyo sasa maana yake hapa anapozungumzia kwamba anapozungumzia hili swali kwamba anapozungumzia ili umstari kwamba kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, haimaanishi kwamba nguruwe anavalishwa pete ya dhahabu. Angalia kitu anachokitumia hapa. Mstari kabisa uko direct kwamba unachukua kitu cha thamani unamwekea nguruwe puani. Je, nguruwe kama nguruwe anaweza kuitambua ile thamani? Anaweza kuitambua ile thamani? Ndio maana Yesu anazungumza sana kwa habari ya nguruwe, kwamba nguruwe hata ukimuosha, anasema sana kwamba hata ukimuosha ukamsafisha vipi, anarudia uchafu ule ule. Ni mchafu. Hata ukimpamba namna gani, ukamvalisha namna gani apendeze, ni mchafu, atajichafua. Kwa uwezi kuchukua vito vya thamani ukamwekea nguruwe. Sasa uwezi kutumia huu mstari kufundisha mtu asivae vito vya thamani. There you are totally wrong. Unakosa ethics. Unakosa kabisa ethics za kimaandiko. Lakini mtu anachukulia kosa la Yezebeli kwamba Yezebeli kwenye Wafalme wa Kwanza 9:30 na ile Wafalme wa Pili, zote hizi ni Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 9:30 na Wafalme wa Pili 9:7, 22, 36 na 37, kwamba Yezebeli alijipamba, alijipodoa, sio alipendeza. Kwa hiyo ukijipamba wewe ni Yezebeli. No, Yezebeli uovu wake hauko kwenye kuvaa na kupendeza. Uovu wa Yezebeli uko kwenye tabia ya dhambi yake ya uuaji na uchawi. Ulozi, tabia yake ya uchawi na tabia yake ya uuaji, ambayo alianza kumfuatilia mpaka Elia amuue. Elia akakimbia. Sasa hapa kinachozungumziwa sio mapambo ya Yezebeli. Kinachozungumziwa kwa Yezebeli hapa, inazungumziwa tabia ya uuaji alionayo. Licha ya kuwa mzuri, kuwa amejilemba, lakini ana tabia ya uuaji na ana tabia ya uchawi. Ndiyo ubaya wa Yezebeli unaotajwa hapa, na sio mavazi yake. Na ukitaka kuelewa, unaposoma kwenye vitabu vyetu vya Agano Jipya, anapozungumza, nafikiri ni kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mpaka 6 pale, nafikiri na kwenye ni ipi nyingine, nafikiri ni kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, anaposema kujipamba, kusiwe kujipamba kwa nje kwa habari ya mavazi, bali kuwe kujistiri, sio kwenye kusuka nywele. No, hajasema usisuke nywele. Anazungumzia priority keys. Usichukulie kusuka nywele kama priority key ya maisha yako, kwamba mimi nisiposuka nikapendeza, nikavaa nguo za kitani safi za namna gani, mimi siwezi kwenda kuabudu kanisani, mimi siwezi kwenda popote. Unajichukulia kwamba usipokuwa na baadhi ya vitu vizuri sana vya gharama sana, basi huwezi kwenda mbele za Mungu. Yesu mwenyewe anatumia mfano mzuri, anasema licha ya kwamba Suleiman alivalishwa kwa kitani safi za gharama nzuri za kila namna, na yeye mwenyewe Suleiman alikuwa anasifia mpaka mwanamke kwa sababu ya kutengeneza mapambo mazuri na kila kitu. Sasa maua ya kondeni hakuwahi kuvikwa kama maua ya kondeni vile anavyovikwa vizuri. Unaona? Maana yake kuvaa vizuri, kupendeza, kujistili, kuvaa vidani na vitu vya thamani sio tatizo. Na hivyo sio vitu ambavyo Mungu anaviangalia. Sasa sometimes unajua unakutaga watu wanadiscuss vitu, lakini wanazungumza kitu tunakiita literally. Tunaposema literally, maana yake hakuna ile meditation inayofanyika, alafu hakuna ile survey, Bible survey ya kutembelea Biblia, kulinganisha mstari kwa mstari. Sasa wewe mwenyewe ukienda kwenye, nafikiri ni kitabu cha Ezekiel sura ya 16, 11 mpaka 13, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba, Mungu mwenyewe anasema kwamba anazungumzia masuala ya mapambo ambayo Mungu amempamba Israeli kama ambavyo bibi harusi amepambwa kwa ajili ya bwana wake. Sasa Mungu anazungumzia reference kabisa zile za mapambo halisi kabisa, kwamba Mungu amempamba Israeli wake, amepamba watu wake, amependezesha watu wake. Hapa Mungu ni kweli anazungumzia vitu vya kiroho, lakini reference inakuja katika mwili. Reference inarudi kwenye hali ile ya mwilini ambayo ni hali ya kawaida kwenye mwili.
Unaona, hali ya kawaida kabisa kwenye mwili, kwamba kumbe Biblia inatambua kuna watu walikuwa wanajipamba. Lakini ukisoma vizuri, wako waliojipamba kina Rebeka kwenye kitabu cha Mwanzo 24:22, Mwanzo 24:22, 30, 53, kitabu cha Esta sura ya 2 mstari wa 7, wa 9, wa 12, kote huko hawa wote walipambwa, yani walijipamba haswa. Kinachozungumziwa sio kujipamba, kinachozungumziwa ni kiburi cha mtu. Ndio maana mwanzoni nimeanza kusema kwamba kitu kikubwa cha kuangalia kabla mtu hujafight na kitu kikubwa, kuhangaika sio usivai hivi, sio usifanye hivi, usifanye hivi. Angalia kwanza moyo. Kinachohitajika cha kwanza kabisa ni moyo. Hivi vingine ni contextual. Ninaposema contextual ni kwamba tamaduni zinahusika, mila zinahusika, desturi zinahusika. Kuna namna anavyovaa Masai. Namna anavyovaa Masai imeandikwa wapi kwenye Biblia kwamba vai vile? Tunaweza kudiscuss sasa, kuulizana maswali. Kuna Masai anavaa hivi, mara kichwani mwanaume, mara amevuta sikio limekuwa refu linafika begani wa kiume. Ni nani kwenye Biblia ameandika hichi kitu kwamba usivae kama Masai? Manake kumbe kuvaa vile, kujipamba vile, kusuka nywele vile, mwanaume nakuta amesokota vinywele vyake vimekaa hivi. Ule sasa ni utamaduni wa Masai. Ni utamaduni wa Masai, amevaa mashuka. Sasa ukienda kwa Masai ukamwambia hivi, Masai, mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke, na mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, ataanza kukuchambulia. Tunavaa wote mashuka, lakini namna mwanaume anavyovaa, anavaa hivi, ni mashuka. Ni pambo la shingoni, ataanza kukuonyesha mwanaume wa Kimasai anavaa pambo la namna fulani la shingoni, na mwanamke. Sasa utaanza kusema utaanza kumwambia ukivaa mavazi kwenye sikio lako wewe Masai, unamaanisha wewe ni mtumwa. Mtasumbuana bure, kwa sababu huyo yuko kwenye utamaduni wake. Sasa kwenye utamaduni wa Kibiblia, mwanaume aliyekuwa akitobolewa sikio au akivalishwa kitu fulani, ilikuwa ni alama ya utumwa, kwamba anayevaa vile ni mtumwa. Kwa hiyo ukikutana naye barabarani, unajua kabisa ni mtumwa. Kinachofuata ni kupeleleza, ni mtumwa wa wapi, alinunuliwa soko gani, kwa kukaa na bwana wake anatritiwa namna gani, na zilikuwepo kanuni za kitumwa ambazo ziko kwenye sheria 613 za Musa. Hivi ni vitu vilikuwepo tu. Unaona? Sasa huwezi kutumia ile reference kuja kufundisha Tanzania. Hapana, kwa sababu Tanzania kuna baadhi ya tamaduni na mila za makabila ya Tanzania ambazo wanaume wanatoboa masikio, wanayarefusha. Unaona? Wanavaa pete fulani hivi vidoleni mwao nyingi tu. Utasema ni dhambi. Huu ni utamaduni wa huyu mtu, contextual inamruhusu, na uwezi kumwambia ni dhambi wala sio dhambi, na haijaandikwa popote kwamba ni dhambi kwake. Sasa tukitoka hapo, sasa tunakuja kwenye uvaaji. Vito tulishaona. Sasa mtu anasema anyway, tukiendelea na vito, kwamba vito watu wasivae. Watu wengine wanasema usivae hata pete. Watu wakifunga ndoa wasivae pete, ni dhambi. Lakini ukisoma vizuri, Yesu alifanya reference ya namna hiyo kwa watumwa, kwa wale watoto wawili. Mmoja akamwacha baba yake, akaenda nchi ya mbali, akapotea na mali, akaziponda na makahaba, kala zikaisha, akawa mtumwa, akatamani kula chakula cha nguruwe, akala chakula cha nguruwe, akazingatia moyoni mwake. Aliporudi baba akasema, mtie pete kidoleni. Umeshaona? Sasa Yesu alikuwa anafanya reference zikitokea wapi? Tuulizane swali. Yesu alikuwa anafanya kwa sababu Yesu utamaduni wake wa kufundisha ulikuwa unazingatia contextual. Na sijui kwa nini watumishi wa Mungu wengi hawapendi kutumia vitu kama hivi, kwa sababu Yesu alikuwa anazingatia yuko mazingira gani. Alikuwa anazingatia sana yuko mazingira gani. Akiwa na wavuvi, mifano ni ya wavuvi. Akiwa na wafugaji, mifano ni ya wafugaji. Sasa huu mfano aliutoa mara moja. Kama aliutoa mara moja, ni wazi kizazi alichokuwa nakiambia ndio utamaduni wao, kwamba mwanao akipotea, akirejea, unamvika pete kidoleni ya kumtawaza kuwa milki mpya.
Ndio maana yake. Ndio maana hatutafsiri tu maandiko, no, tunaangalia historia, tunaangalia mazingira, tunaangalia walioambiwa, walioandikiwa walikuwa na tabia gani, kwa nini waliandikiwa, na walipoandikiwa je, walifanya nini? Yani walipoambiwa lile neno, kile kitu, wao waliact vipi, walifanya. Uwezi kutumia andiko la kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:9 na kwenye kitabu na kwenye kitabu kile, nafikiri nilikitaja kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 6. Uwezi kutumia haya maandiko. Haya ni mashauri ya watu. Haya ni mapendekezo. Umeelewa? Ni mapendekezo. Paulo hapa anawashauri kwa Timotheo, kanisa la anashauri kanisa, analishauri kwamba sikiliza, kama kanisa mimi naona mngekuwa na kariba fulani, mngekuwa na tabia fulani. Paulo huyu aliwahi kusema wanaume wanyoe nywele. Leo mtu anashinda mtandaoni anadiscuss kuhusu jewelries, anadiscuss kuhusu mapambo tu. Ukimwangalia amefuga nywele ziko huko. Mbona hujaufuata ushauri wa Paulo ukanyoa kipara? Mbona hujaufuata wakati Paulo ameshauri hivyo? Mwingine anashinda anajadili nilionyeshwa. Ndio ulionyeshwa. Mbona wewe mwenyewe kichwa chako hujafunikwa kama ushauri wa Paulo? Haya ni mambo ya kiushauri. Sasa mambo ya kiushauri, unakuta mwanamke amesimama kabisa kwenye madhabahu, alafu anasema Bwana aliniambia sijui watu wanaosuka nywele, sijui watu wanaofanya nini, sijui watu wanaofanya nywele, sijui nywele ni za kuzimu. Sasa unazingatia tuna viwanda hapa Tanzania vinavyochukua katani vinatengeneza rasta, ikiwemo kiwanda cha Sana Industry, kile cha Angel kinaitwa Angel Industry, lakini tuna kiwanda kingine kinaitwa Darling. Hivi ni viwanda vinatengeneza rasta kabisa, wanachukua yale makatani, wanasokota, wanatengeneza rasta, na watu wanashinda pale, wamepata ajira pale, wanasokota haya marasta wao wenyewe, wanaingiza kwenye mashine, wanaprint, wanafanya kila kitu, wanajaletwa material kutoka huko Tabora na kwingine, yakiwa hayajawa finished goods, wanatengeneza mpaka tunapata finished goods, final good, ile inatokea kabisa. Hapa rasta. Mtu anakuambia inatoka kuzimu, si unafanyeje? Sasa unarudi, ni kitu gani sasa ambacho kimebaki kama kizuri kwa mtu? Unakuja kugundua vitu vyote sasa vinaonekana ni vya shetani. Maana sasa na chakula utaanza kuambiwa matunda fulani ni ya Lucifer, utaanza kuambiwa kitu fulani ni cha Lucifer, vitu kama hivyo. Unaona haya maono mengine tulishawahi kuona. Kuna pahala mtu amezungumza kabisa Nigeria, naweza hata naweza kumreference kwa sababu bado anaishi. Mtu akiwa bado anaishi, tukiwa tunazungumza kwenye hali ya ubaya, tunamreference. Mama mmoja anaitwa Margaret Osasmweni Amre, Nigeria, aliwahi kutoa ushuhuda miaka ya nyuma, akasema maono makubwa, vitu vingi vya kutisha, na vyote alikuwa amevitengeneza mwenyewe. Vyote hivyo alikuwa amevitengeneza. Kama unafikiri ninadanganya, nenda kaandike mtandaoni, katafute apologetic apologize yule mama, bwana nilitengeneza, ulikuwa ni uongo, nilikuwa tunaona kanisa langu mama wamekuwa na kiburi, wamekuwa na nini, nikakaa design mazingira. Lakini alisema ameonyeshwa na Roho wa Mungu. Alizungumza na ile clip ya mazungumzo yake ya kuonyeshwa ilienda viral sana, ilisambaa duniani kote. Lakini kile alichofanya cha unapologetic statement, watu hata hawakufuatilia. Kipo tu mtandaoni, hakina viewers. Lakini aliwahi kutoa hiyo statement kwamba bwana naomba mnisamehe, mniwie radhi, nilibumba story. Lakini ukimsikiliza unasema Mungu wangu, huyu ameenda mbinguni. Nani alienda mbinguni akarudi? Maono ya mwisho kwenye Revelation ni maono ya Paulo. Ya Yohana yako kwenye Revelation. Ni haya maono ya Ufunuo sura ya 1 mpaka sura ya 22, na yamefungwa. Tusiongeze vitu. Kuna vitu vinaongezeka mpaka kweli mbinguni kuna hiki, kuna mpaka wewe unasema anyway, let's wait for judgmental authoritative to judge. Unaamua tu na vikaushia, lakini that's it. Kwa kuna mistari mingi ya Biblia unapotaka kuidiscuss, ni lazima urudi kufanya tafiti. Yani ukiangalia kitabu cha Ezekiel 16:11, muda mwingine unacheka.
ni kitabu cha kinabii hiki. Sasa vitabu vya kinabii usipende mtu kuvitumia kama unavyofikiria wewe. Ni lazima ugo deeper. Yaani unaposema ugo deeper kujifunza kufanya Bible survey, ya kutembea mstari kwa mstari, uende mbali sana. Nje na hapo vinakuwa vina mafumbo mengi. Lakini hapa ukianza mstari wa kwanza kabisa utasoma, utaona Mungu ambavyo anasema ya kwamba anasema nitakupamba kwa mapambo, pia nitakutia vikuku mikononi mwako na mkufu shingoni mwako, nitakutia azama puani mwako na pete masikioni mwako na taji nzuri juu ya kichwa chako. Ukisoma hii mistari wewe mwenyewe sometimes unaweza ukajikuta you are just laughing. Ni Mungu anatoa revelation kwa nabii Ezekiel. Anatoa revelation ambayo ukiisoma inarudi kwenye jamii kwamba watu hawa wanaopewa huu nabii walikuwa kwanza wanajipamba kwa mapambo, wanavaa vikuku kwenye miguu yao na kwenye mikono yao na kwenye shingo wanavaa mikufu lakini wanatia azama kwenye pua zao. Wanawake hawa wa Kiebrania, wa Kiisraeli, wa makabila mbalimbali kule wametoboa pua zao, wanavaa azama, wanavaa hizi earrings na nose rings, wanavaa pete nyingi kwenye mikono yao. Ni vitu ambavyo vilikuwepo. Huu mstari usingetokea. Usifikiri mstari unatoka nje ya jamii, na pana huko kwenye kacha, alafu naanza kuonyesha kwamba kuna mambo yanakuja kujitokeza. Sikiliza, mtu anapokuwa amepata mali, amepata utajiri, kitu cha kwanza cha kujilinda nacho huwa ni kiburi. Mtu akishaona kwamba anaweza kubadilisha suti kila siku, akavaa leo mpya, kesho mpya, kesho kutwa mpya, anaweza kuota kiburi. Ni kujilinda tu na kiburi. Mtu anapoanza kuna fedha nyingi, ni kujilinda na tamaa. Umeona, tamaa zinaweza kuinuka nyingi za uharibifu mkubwa, zinaweza kuinuka. Ndio vitu vya kujilinda. Ndio maana akasema linda sana moyo wako kuliko chochote ukilindacho, kwa sababu kule ndiko kuna chemchemi zinaweza kucheua uzima wako. Linda moyo. Kwa hiyo cha kwanza, preference kubwa sana ya Mungu anayoangalia it's just the heart of a person, the soul of a person. Ndio kitu eneo kubwa ambalo Mungu anafanya analiangalia kweli. Yani Mungu ameumba madini ya aina mbalimbali. Mungu ameumba wanyama wa aina mbalimbali, ameumba samaki wa aina mbalimbali, ameumba mimea ya aina mbalimbali, alafu kwa lengo la kututenga navyo. Wakati alisema tukavitawale, anaposema tukavitawale, maana yake kama ni madini, sisi ndio tunatakiwa kuyacontrol, tunatakiwa kuyachimba. Baada ya kuyachimba, tuyachakate, tuzalishe products. Mtu atakwambia kwamba ndio madini yapo kwa ajili yetu, lakini sio kwa ajili ya kuvaa. Naweza kumuuliza mtu swali, ni nguo gani ambayo wewe umevaa ambayo haina madini ndani yake? Yako madini ambayo yanatengeneza nguo. Nguo tunazozivaa, unavaa nguo naona inaviwakawaka, ina nini, alafu mtu akivaa tu madini, akivaa saa ya gold, unamwambia dhambi umevaa saa ya madini. Hiyo ni dhambi kabisa, huwezi kwenda mbinguni. Mungu amesema usivae. Mtu akivaa cheni nzuri ya madini, unamwambia hiyo dhambi, hiyo huwezi kwenda mbinguni kwa sababu umevaa. Ukimwangalia amevaa nguo inaviwakawaka, ambavyo viwakawaka ni madini. Nakwambia ukweli, ni madini. Go and do your researches. Fanya research, tafiti mbalimbali za kutafiti madini yanayowekwa kwenye nguo, madini yanayowekwa kwenye viatu. Umevaa kiatu, ina mapambo fulani na vitu fulani. Ukiangalia ndani ya kiatu kuna leather fulani imetengenezwa, inang'aa. Unafikiri kile ni nini? Yote hayo ni madini. Sasa tatizo kubwa ni tafsiri, ufahamu wa mtu wa namna ya kutafsiri biblical context, tafsiri za mtu. Alafu kingine ni namna ya kuitembelea Biblia. Yani kutoka Mwanzo 1 kwenda Ufunuo 22, kutembelea Biblia ni changamoto kubwa. Ndio maana tunakuwa tunazalisha watu wengi wana vitu unaviangalia na kusikiliza pasa. Anyway, hapa pote nilipozungumza mimi sijasema mtu avae vibaya, no. Lakini usiseme kwamba mtu asivae asipendeze, no. Hapo uko tofauti. Sasa kuna tofauti ya kuvaa kikaaba na kuvaa vizuri. Hapo sasa na mimi mtu anayevaa kikaaba na mpinga kwa sababu kuna mavazi ya kikaaba hata kwenye Biblia alikuwepo. Kuna namna walikuwa wako labeled
kwamba wanawake makahaba wanaojiuza kwenye jamii walikuwa wanavaa namna fulani. Walikuwa wanampaka masaa yao ya kwenda kuchota maji, yani mpaka kwenda kuteka maji wana saa maalum. Sasa ukienda kuteka maji, muda ule wa wao kuteka maji, mwanaume akikukutana anajua wewe ni unajiuza, anaweza kukutongoza akakupeleka nyumba za wageni. Hayo mambo yalikuwepo. Kama unavyosikia leo kwamba ukienda mazingira fulani kuna makahaba wanajiuza. Sasa ukienda hivi hivi tu ghafla kwenye masaa yao ya kujiuza, saa 6 za usiku, saa 3, saa ngapi, na wewe alafu umevalia kikahaba, wanakutafsiri hivyo. Ni rahisi mtu kusimama kwambia wewe njoo nikuchukue, kwa sababu umeenda kwenye yale mazingira. Kwa hiyo mtu asivae kikahaba. Hapa na conclude kabisa, mtu asivae kikahaba. Usijipambe mapambo ambayo yanaondoa mpaka utukufu wako. Yani wewe mwenyewe mpaka unajionea aibu. Yani wewe mwenyewe unajipamba mpaka unajionea aibu kama yani unajistukia. Unavaa nguo haikutoshi. Sasa hayo ni matatizo mengine ya mtu, psychological problems. Hayo ni matatizo mengine ambayo mtu anatakiwa arekebishwe na yarekebishe tena kwenye lugha ya stara na kwenye hali ya upendo tu. Kwamba hebu change hapa, pita hivi, kwa sababu unajua sisi wa Tanzania tumeumbwa hivi, ukipita hapa itapendeza. Kuna jamii za watu wengine kwao ni utaratibu wa kawaida kuvaa vile. Niliwahi kuzungumza pahala nikasema, ukija Tanzania mwanamke aliyevaa nguo imezidi kwenye magoti iko upande wa juu, anaonekana huyu ndiye malaya. Lakini ukienda Uganda, mwanamke aliyevaa nguo iko chini kabisa, ground kabisa, inafunika hadi viatu, kule ndo anaonekana malaya. Sasa unaona hizi, sasa ukianza kutafsiri sasa kama nguo fupi Tanzania ni umalaya na nguo ndefu Uganda ni umalaya, wakati nguo ndefu Uganda nguo ndefu Tanzania ni utukufu, nguo fupi Uganda ni utukufu. Sasa hapa ukiwa unafanya judgment ya kimavazi, wewe unaishia wapi? Tunarudi kwenye contextual niliyosema, contextual theology inachokizungumza kwamba before we reference any biblical quote, tunatakiwa kuangalia society, jamii, tunatakiwa kuangalia kariba yao, wao wanaishije, wanafanya nini, wanavaa vipi, wanakula vipi, wanakunywa vipi. Sasa umeona Uganda, ukienda mpaka kanisani even wamama wachungaji unakuta amevaa nguo fupi iko kwenye goti, iko juu ya goti, ni kawaida Uganda. There is no one to care about that. Lakini ukionekana umevaa nguo iko down, watu wanaanza kuweka doubts. Yes, I'm telling you, wanaanza kuweka doubts. Huyo atakuwa sio wale, atakuwa ni wale au sio wale. Unaona utamaduni unatofautiana wa Uganda na Tanzania. Lakini ukienda nchi kama Fiji na kwingine, unakuta wanaume wanavaa sketi. Ukija Tanzania wanaume wanavaa suruali. Sasa ukirudi kwenye context wala haupati tabu yoyote. Lakini ukienda literally kichwa unapata taabu. Utaanza kuambia suruali ni ya mwanaume, watakuuliza imeandikwa wapi kwenye Biblia. Ukija kwenye Biblia za Kitanzania za kileo za sasa hivi utakuta amesema ya kwamba mwanamke asivae suruali. Lakini ukienda sasa Fiji utakuta wanasema mwanamke asivae sketi. Itakuwa ni balaa kwa sababu hizi Biblia ni contextual, zinafuata mlengo wa jamii. Jamii inataka nini? Jamii imekaa vipi? Kwa hiyo haya maswali, na sio maswali ya kukaa tuna riot sana, wala ni vitu vya kuelewa jamii fulani inataka nini. Na wewe ukiwa ni mtumishi wa Mungu lazima ujifunze jamii yangu inataka nini. Wakati sisi tunaokoka miaka ya zamani, na mpaka sasa hivi nafikiri ukienda kwenye baadhi ya vijiji, ukienda vijijini kabisa kule ndani unaweza kukuta unaambiwa mwanaume kuvaa jinsi ni dhambi, hautaenda mbinguni. That's the truth. Yani that's the truth. Wakati sisi tunaokoka miaka 2000 huko ulikuwa unaambiwa mwanaume kuvaa jinsi ni dhambi, hauwezi kuiona mbingu. Yesu akirudi sasa hivi hautaenda. Sasa ukiangalia hamna logic yoyote hapo. Yaani hamna logic kwa majira yale. Ukivaa sio cadet hizi zote mbinguni huwezi kwenda. Sasa kweli ukija kuangalia unaona ni vitu ambavyo haviko logical
yani ni vitu ambavyo yani kuna namna wametengeneza mazingira. Ukiwa mlokole uvae suruali ambayo inasema juu pima chini kadiria, yani urefu utakaoona unatosha, ukubwa utakaoona unatosha, ndio huo. Kuna namna ambavyo wao yani walikuwa wamechukulia hivyo, unaona. Sasa majira yamebadilika. Unakuta mlokole jeans, t-shirt kali, raba kali, kiduku kwa sana. Sasa Mungu na nywele zako wapi na wapi? Akinyoa mtu sio ngazi mbili, mtu anaanza kusema Biblia imesema usinyoe denge. Usinyoe denge kwa ajili ya nini? Rudi nyuma. Hiyo usinyoe denge kwa ajili ya nini? Walikuwa wanaambiwa wasinyoe denge, ilikuwa shida nini? Usichanje chale kwa sababu ya nini? Ibada ya nini? Unatakiwa usizungumze tu usinyoe denge. Soma mistari ya juu yake. Wanaambiwa nini na nini? Anyway, itakuwa ni mdahalo wa siku nyingine tutakapokuwa tunajadili issue ya mavazi, ya nani avae, nani asivae, namna gani ya kuvaa, ukiwa wapi, ukiwa unafanya nini. Sababu tuna discuss hiyo mada. Nafikiri we shall do better on this. Thank you for listening about this.